nikakutana na mchawi live kwa live. Sio Mungu anaongea kanitaki sana. Sasa nikakutana naye kwa mamangu mkubwa. Sikia, alikuwa na gonga hivi saa 8 ya usiku, wewe uko wapi? Alisema sana saa 2 ya usiku. Mapema kabisa. Akasema najua ratiba ya wachawi kuanga na kufanya matunguru yao ni saa 8. Lakini yule mchawi alikuwa hana adabu, akaja saa 2. Alipokuja kwanza akaanza kupiga yule mamangu mkubwa. Niko pamoja na mdogo wangu. Nikamwambia mkubwa fungua mlango. Mtoto wewe. Kaambia fungua mlango, akafungua. Nikasema hivi nikamtatiza mdogo wangu, kwa mimi na mdogo zangu, nilikuwa na mdogo wangu wa kike. Tukatangulia pale. Tukasema hivi kwamba leo lazima kijulikane kwa Mungu wa Israeli, Isaka na Yakobo. Yote tena. Nataka nikaambia hivi. Nataka nikaambia nikatoa mamlaka moja. Kabisa. Kama wewe ni kawaida tabaki. Lakini wewe kama ni shetani lazima uondoke. Amina. Nikafunga na kufungua. Nataka nikwambie hivi, aliondoka kweli. Endapo aliondoka. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akanipa mfano. Akaniambia hivi ya kwamba ili matatizo yache lazima kwanza aanze rohoni, alafu anakuja mwilini. Majaribu ili yache lazima aanze rohoni kwanza, alafu anakuja mwilini. Alafu kuja mwilini kabla hajaanza rohoni. Sio kama unanielewa? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninaona ya amina ni ndogo sana. Ninaona amina ni ndogo sana. Ninaona ya amina ambayo ni ndogo sana. Amen. Wewe ukaona majaribu yanaanza rohoni, yanaanza kwanza mwilini hapa yaanze rohoni. Nani alikwambia? Ili Mungu akujaribu, ili shetani akujaribu, wewe mtoto wa Mungu sawa? Yanaanza kwanza kupiga rohoni. Ukishaona huko ndani wanakuja mwilini. Ukishaona mwilini huko ndani hayata kufuata kwa sababu tunaye akupigania. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa nikwambie nina miaka 19. Nilianza kuhubiri toka nikiwa na miaka 11. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Mungu amenipa neema iliyobili katika mikutano mikubwa. Haleluya. Amen. Lakini kwa mimi nasema mimi bado ni mdogo. Nazidi